leo ni siku ya baba, atuongeleshe. Siku yangu ya siasa nitakuja niongeleshe nyinyi. Wacha niulize, hapa Marani watu wako njaa? Hapana. Mko njaa? Njaa ya kazi, njaa ya pesa, njaa ya nini tena? Mtu yoyote ambaye anataka kuleta furugu mahali popote, mwambie sisi tunataka tushibe, watu walete pesa, ama vipi? Hiyo ndio mimi nitauliza. Asanteni, wacha nimpe nafasi tumkaribishe baba atuongeleshe. Wacha nione kwa mikono juu leo nakaribisha baba. Baba karibu. Haya. Marani hoye. Marani hoye. Wamama hai. Asanteni sana. Baba amerudi. Mna furaha? Mara ya mwisho nilipokuja hapa nilikuja kufungua hospitali. Mnakumbuka? Leo nimekuja kufungua soko. Na mimi ninafurahi sana kuona soko ya maridadi imetengenezwa hapa. Nimekwenda pale nikaona mboga zimeingia. Nikaona osuga. Sajes. Nikaona akeo. Nikaona susa. Yote pale mama akapima vizuri na nikanunua. Si ni kitu mzuri sana? Maana najua mama wanakuwa na shida wakileta mboga kwa soko, alafu mboga haijanunuliwa, kurudi na hiyo mboga inaharibika, sio? Sasa nimeona pale wameweka mtambo ya baridi. Pale ambaye mboga ambaye haijauzwa siku hiyo inawekwa hapo, inahifadhiwa mpaka kesho isiharibike. Sio ni kitu mzuri sana? Tena nimeona stima hapa wameweka ile ya sola. Kama ile ya nini ya Ruto ile hapana kuja hapa, iko ya sola hapa tu. Sinaendelea. Hii ni maridadi sana. Furaha yangu ni kuona kama ugatuzi inafanya kazi. Maana yake ilikuwa ngumu sana kuleta ugatuzi. Kulikuwa na pingamizi mkali kule Bomas of Kenya. Tulipokuwa tunaongea mambo ya devolution. Wale ambao walikuwa wataki ugatuzi walikuwa wengi zaidi. Wanasema ati watu wengine wataitwa ati governors. To govern what? Hawataki kusikia hiyo. Walikuwa wanataka wabaki na mambo yale vile ilivyokuwa. Kumbukeni, wengine sasa wamesahau. Zamani kulikuwa na rais kule Nairobi. Alafu PC yako kule Kisumu. Alafu DC yako kule Kisii. Alafu DO yuko hapa. Alafu chief. Alafu assistant chief. Alafu yule mzee wa kijiji hiyo. Si ndio? Sasa hao hiyo ukienda hata kwa DC ako na uniform tu na ile fimbo yake. Na anaangalia wewe ako na crown. Hakuna kati unaweza kupata huko. Hakuna pesa ndani ya ofisi ya DC. Askari ndio yuko pale. Akija hapa kwa baraza ya mawazee hapa nikuja kupeana onyo. Ati tumesikia watu wengine wanatengeneza changa hapo. Atuakali itachukuliwa na serikali. Kuna vijana sisi wanafanya maovu wanavuta bangi. Tutaangalia hawa vijana. Hiyo ndio kazi yake peke yake. Kuliko hakuna pesa. Accounting officer kwa kila wizara ilikuwa iko Nairobi. Hiko hapa na district education officer, lakini accounting officer ni PS Nairobi. Ya health Nairobi. Ya agriculture na kila kitu ilikuwa iko Nairobi. Huyu jamaa kabla hajatumia pesa hapa mpaka andike barua aombe kibali kutoka kwa PS Nairobi. Tulisema hii inaathiri maendeleo. Ndio tukapigania mambo ya ugatuzi. Mnakumbuka Bomas of Kenya walipotoka pale wakaenda Kilifi wakaharibu ile katiba. Mnakumbuka? Alafu wakaleta sasa tupige kura ya maoni. Ikawa ndizi na chungwa. Mnakumbuka? Chungwa ikaanguza ndizi wapi? Sio? Kama ile ya ndizi ingepita, mambo yangebaki yale.
Hamngekuwa na governor hapa kama Simba Arati. Mngekuwa hapa na DC Kisii peke yake. Ofisi ya DC kulikuwa kuna kazi. Kazi watu wanaajiriwa kule Nairobi Public Service Commission peke yake. Sasa hapa tuko na governor hapa, tuko na mawaziri wake hapa, tuko na permanent secretary yake hapa. Watu wanaajiriwa hapa Kisii. Watu wa graduate ambaye wako na degree anaajiriwa hapa. Zamani mtoto yako kama yeye ametoka university anatafuta kazi aende Nairobi. Kule ndio kazi ilikuwa peke yake. Tunaona haya. Si ni maendeleo mazuri. Hiyo ndio mimi nilikuwa napigania. Sisi tukatofautiana na Kibaki juu hiyo mambo ya katiba. Lakini tukapigana mpaka baadaye hiyo katiba ikakuja. Sasa kuna gavana mnachagua nyinyi wenyewe na MCS mnawachagua. Nyinyi sivyo? Tunasema kama mtu amechaguliwa, kama yeye alichaguliwa, kama Simba alichaguliwa na ODM, hata huyo nani Kibagendi amechaguliwa na ODM, ako na kandarasi ya ODM kwa miaka 5, abaki ndani ya ODM. Akitaka kubadilisha nia aende ngambo ile nyingine, kama yeye ameshikwa na usharati umalaya anaona ngambo ile ni mzuri zaidi, arudi kwa wananchi kwa kura, ajiuzulu, arudishe ile tikiti ya ODM, aende achukue ile ya UDA, turudi naye kwa kiwanja. Sio sawa sawa? Hiyo ndio tulisema, na hiyo ndio iko katika ile ripoti ambayo iko kule mbele ya bunge, ambayo tunataka ipitishwe ili ianze kufanya kazi. Sasa sisi tumesema tunataka watu wetu wote waungane wawe kama kitu kimoja. Nilirudi hapa juzi kuzindua mpango ya watu kujisajili kama wanachama wa chama chetu cha ODM. Sivyo? Ni kwa watu wa ODM. Kuna watu wa ODM hapa? Wapi watu wa ODM? Ndio mkono hapa. Simba ndio naibu wa chairman wa ODM wa kitaifa. Oparanya yule ni deputy leader ya chama cha ODM ya kitaifa. Tunataka chama cha ODM iwe na nguvu zaidi. Nataka vijana waingie ndani ya ODM, wakina mama waingie kwa ODM kwa fujo. Vijana ndio nguvu ya chama. Wamama ndio maua ya chama. Maua ambayo yanafanya nyuki inakuja. Alafu asali inatengeneza ndani ya chama. Ili chama chetu cha ODM iwe na nguvu zaidi. Sivyo? Sasa sisi tumesema tukianzia mwezi ujao, mwezi wa Aprili, tutafanya uchaguzi wa chama. Kule mashinani, kule kwa polling station, tutakuwa na uchaguzi pale. Watu wote wataingia pale. Kutoka hapo wanakwenda kwa ward. Kwa ward wanaenda kwa sub county, yani constituency. Kutoka pale wanakwenda kwa county. Baadaye wanakwenda mpaka kule Nairobi. Sawa sawa? Sasa mimi niko na nyinyi. Baba haendi mahali. Sawa? Nikienda Addis Ababa hapa ni saa 2 tu na ndege. Nalala hapa Kisii, asubuhi natoka na ndege, saa 4 nimefika kule, nafanya kazi. Siku Friday mimi narudi. Sasa mimi niko hapa. Na mkinitaka kwa kazi ile nyingine yote, mimi niko. Nasema hiyo ikae kwanza, mimi nitakuja kufanya hii hawa na nchi. Sawa? Na tunataka tutembee pamoja na tuunganishe bara ya Afrika na vile vile nchi yetu ya Kenya mpaka iendelee mbele. Yale ambayo tulikuwa tunasema tutafanya mpaka tufanye. Na itafanyika. Sawa? Mko tayari? Mko tayari? Sasa mimi niko sawa na hiyo. Juzi mimi nilikutana na Ruto na Museveni. Nilienda kutafuta kura ya Museveni. Sawa? Ruto vile vile akaja pale
alikuwa vile na shughuli pale, akutana na yeye, akamwambia hata wewe nataka kura yako. Wakakubali yeye na Museveni ya kwamba watanipiga mimi kura. Museveni amesema yeye mwenyewe ndiye atapropose mimi. Sawa sawa. Sasa mimi wiki ijayo hii mimi naenda kuona na Kagame. Kagame vile vile nataka aingie ndani. Mama Suluhu tayari amesema ako tayari atanipiga mimi kura. Sasa bwana Salva Kiir amekubali. Sasa hii bara hii yote Afrika Mashariki yote nataka kufyaka. Sawa sawa. Alafu naenda kule kusini. Juzi nimekuwa na ule na Ramaphosa amesema ndio. Sawa. Shekedi amesema ndio. Sawa sawa. Sasa mimi naona yule ambaye atatoka tutamanyana naye tu kwa kiwanja. Akiniangusha sawa sawa. Sawa sawa. Mnataka niendelee? Baba endelee siendelee? Ndio nasema baba endelee, ndio mkono hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya.